Giza la mapenzi, a broken past that turned love into death. Ungana nami mtunzi na msimuliaji wako Ramadhani Mbudo. Hii hapa ni Forimac Pollinator simulizi. Giza la mapenzi, sehemu ya kwanza. Usiku ule haukuwa wa kawaida. Mvua ilidondoka kwa hasira, kana kwamba mbingu zilikuwa zinatoa machozi ya dunia. Ndani ya nyumba ile ya kifahari, kilio cha mwanamke kilikatiza ukimya wa giza. "Usinipige tafadhali," mama alilia. Lakini mwanaume aliyekuwa mbele yake hakusikia tena sauti ya huruma. Alishikwa wivu, hasira na tamaa ya kumiliki peke yake. Kona ya chumba, msichana mdogo alijikunja, mikono kichwani, macho yakiwa wazi kwa hofu. Aliona kila kitu, alisikia kila kitu, na usiku huo mama yake alipoteza maisha. Lakini ukweli ulifichwa. Ni baada ya Bwana Nsabi kurudi kutoka kazini na kuingia ndani. Kila kitu kilikuwa ovyo pale ndani, kama nyumba iliyokuwa imeachwa bila wakazi kwa siku kadhaa. Hali hiyo ilimfanya kuchukia sana, sababu hii ilikuwa ni zaidi ya mara moja sasa kukuta nyumba yao nzuri ikiwa katika mazingira yasiyoridhisha. Na alipoingia chumbani, alimkuta mke wake amekaa kitandani, anakunywa maji akiwa katika sura ya huzuni, huku mtoto wao Sweetbet aliyekuwa na umri wa miaka 6 alikuwa akiamka kutoka usingizini. Sweetbet alishuka kitandani akielekea mlangoni ili atoke kwenda sebuleni. Kabla ya kufika mbali, huku nyuma Bwana Nsabi na mke wake Habi walikuwa wakizozana kwa hasira na maneno makali. "Mke wangu, kwa nini huniheshimu? Kwa nini hauthamini ndoa yetu?" alizungumza kwa maumivu na hasira. "Hali hii itaendelea hadi lini? Nyumba chafu, kila kitu kipo hovyo hovyo. Kweli, kwa nini hubadiliki?" aliendelea Mr. Nsabi. Aliposimama tu kuongea, mke wake alimjibu, "Wakamilifu wapo mbinguni. Ni wewe ndiye uliyefikisha ndoa hii hapa. Ni wewe ndiye uliyeshindwa kunifanya nijihisi mke, ukanifanya nibadilike." alizungumza huku akilia kwa sauti ya maumivu makali mwanamke yule. "Kama unaona siwezi kubadilika, basi mimi leo
nitaondoka nikuache na mwanao. Aliongea kwa hasira sana. Unataka kunithibitishia kuwa ulijiandaa kwenda kwa hawala zako basi, au sio? Bwana Nsabi aliuliza, huku akiwa amenyanyua mkono kumpiga mke wake. Hapo ilisikika sauti dhaifu ya mama akionekana kuishiwa nguvu na kudondoka, huku maneno yakikatika. Samahani mume wangu, samahani, naondoka, hutaniona tena. Baba aliinama kumwinua mke wake, asielewe ni nini kimetokea pale. Povu zito jeupe likitoka mdomoni mwake. Alimuita zaidi ya mara 3 bila majibu. Aligundua mke wake alikuwa tayari ameaga dunia. Alilia sana, huku akienda kumshika binti yao na kumbembeleza anyamaze. Wakati wakiwa kwenye majibizano yale makali, mpaka mama anaanguka, binti yao Sweetbet, au walivyopenda kumuita Sweet B, alikuwa tayari ameingia chumbani, amejibana kwenye kona, akilia kimya kimya, huku akishuhudia kila kitu kinachoendelea pale. Na hii ilikuwa sio mara yao ya kwanza kugombana mbele ya mtoto wao. Radi ziliendelea kupiga. Umeme ukakatika na mwanga mkali ukipenya kupitia madirishani. Nyumba iliingia katika jinamizi zito la kutisha. Katikati ya kiza kile na miungurumo ya radi. Muda wote hayo yakiendelea, kumbe mjumbe na mke wake walikuwa nje wakibisha hodi bila mafanikio. Ni nini kilimkuta Bwana Nsabi? Na je, walifanikiwa kumpeleka mke wake hospitali, au waliweza kuthibitisha mke wake amekufa na kuweza kumstiri bila sheria kufuata mkondo wake? Ili tuweze kukusogezea mwendelezo wa simulizi hii, tafadhali subscribe katika chaneli yetu ya YouTube ya Forimac Pollinator Simulizi, na pia usiache kutuandikia maoni yako katika comment section hapo chini, ili tuweze kuboresha kazi zetu tutakazokuwa tukikusogezea. Baada ya mama kuanguka, nini kilifata? Je, Sweetbet alikuwa katika makuzi yapi? Nani alimlea na yapi yalimsibu katika makuzi yake? Endelea kutufuatilia.